Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji wangu popote pale ulipo, YouTube, Facebook, Instagram na kwingineko kote. Nataka ni kufundisha kitu kidogo leo. Biblia inasema hivi, Yesu akamwambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Na misingi ya kuzimu haitaweza kuliangusha. Sasa kuna watu wengine wanatafsiri tofauti, hata ukisikia wakihubiri wanasema Yesu akampa Petro nafasi ya kuwa mwamba, kanisa lijengwe juu yake. Naomba tu ni kufafanulie kidogo kwamba mwamba uliokuwa unatajwa pale, huo mwamba ni Yesu Kristo. Huo mwamba ulikuwa ukitajwa ni Yesu, kwamba Petro katika hadithi yote waliokuwa wanaongea, manake kuna muda alimwambia Petro, nakuombea wewe ili ukiimarika ukawaimarishe na wengine. Lakini baadaye akamwambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, na wala misingi ya kuzimu, mamlaka ya kuzimu haitaweza kuliangusha. Yesu ndo alikuwa anajieleza yeye kwamba yeye kanisa litajengwa juu yake. Na kweli tumeona kwamba katika huo msingi ambaye Yesu Kristo ulijengwa msingi juu yake, kanisa lilivyojengwa, tunaona Yesu leo kanisa liko duniani kote kwa sababu lilijengwa juu ya mwamba ambaye ni Yesu. Lingejengwa juu ya Petro, Petro amekufa, hayupo duniani leo. Lingejengwa juu ya Petro, Petro alikuwa mdhaifu, kuna muda alishindwa kustahimili akakata mtu sikio, lakini kuna muda alimsaliti Yesu. Kwa hiyo kanisa lingejengwa juu ya Petro, mambo mengi yangefeli. Lakini Yesu, kanisa limejengwa juu yake, na kanisa limeenea duniani kote. Ukiangalia liko Ulaya, Asia, Afrika na kwingineko kote. Tanzania, kanisa la Bwana limetapaka. Kwa hiyo tukae tukijua kwamba huo mwamba uliokuwa ukizungumziwa ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Lakini wakati mwingine alijizungumza kama yeye ili mambo mengine yaende vizuri. Mungu awabariki sana. Niwatakie wakati mwema watumishi wa Mungu, wachungaji, wainjilisti, mitume na manabii. Na tukumbuke pia kutafsiri neno la Bwana kwa usahihi, kwa sababu ni mahali nikakuta wanatafsiri tofauti kwamba Petro, Yesu alimpa nafasi kanisa lijengwe juu yake. Kwa hiyo hapana, kanisa lilijengwa juu ya Yesu Kristo, na ndio maana mpaka leo lipo. Kuna maandiko mengine bila kuyatafakari vizuri ni kazi. Mfano nasikia mtu anakuambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ile anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tulisome vizuri, tulifafanue vizuri, na Mungu atakubariki sana. Ni wako katika Bwana Mwinjilisti Emmanuel Zakayo.